Yo, mambo vipi? Karibu tena katika Maisha 360 TV. Mimi naitwa Public 40, 40 ndo kodi ya mtaa. Mitaa Twitter na kitando kimeitika. Leo katika exclusive interview tuko na mshikaji. Atajitambulisha ni nani na anafanya harakati gani. Lakini kama bado hujasubscribe channel yetu, basi usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mimi naitwa Public 40, 40 ndo kodi ya mtaa. Mitaa Twitter na kitando kimeitika. Nyuma kamera ni mwanangu ambaye anaitwa Kani Love Baba. Au sio bwana? Inakuaje bro? Safi. Kama kawaida. Kama kawaida. Kwa majina labda nakuita nani? Kwa jina naitwa Ali Nasr Ali, lakini kwa jina la kazi najulikana kama Falcon. Yes. Falcon 79. Labda Falcon ni mtu ambaye anajishughulisha na harakati gani? Mimi najishughulisha sana na sanaa ya uigizaji, manake ni sanaa yani ya uigizaji katika pande za kuchekesha manake. Labda changamoto ni zipi katika upande wa kuchekesha, kwa sababu tunaona game letu hapa mjini Zanzibar kidogo kama linakwama, harakati zinakosa. Yani labda wewe kwa upande wako ni changamoto gani ambayo unakutana nayo labda hadi inakufanya usifikie vile malengo ambayo unahitaji? Changamoto ni nyingi sana, lakini miongoni mwa changamoto ambazo mimi mwenyewe binafsi nakutana nazo, changamoto ya kwanza ni kuhusiana na swala la vifaa. Yani first time manake nilikuwa sina vifaa, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda mbele ni manake na grow kutoka siku moja kwenda siku nyingine. Na changamoto ya pili ni support kutoka kwa ndugu, jamaa na marafiki, kwa sababu siku zote uweze kufikia yani level ya juu kama hujapata support kutoka kwa watu ambao yani wanakujua. Unaona? Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo ni kubwa sana. Ni kitu gani ambacho labda kilikufanya ukaamua leo mimi kwa upande wangu bwana bora nifanye sanaa ya uchekeshaji? Labda ni kitu gani ambacho kilikusukuma? Vitu ni vingi sana, lakini miongoni mwa kitu ambacho yani kimenisukuma zaidi ni kwamba nilijikuta kwamba naweza nikuparticipate katika hii sanaa. So hicho ni kitu ambacho labda pengine mimi yani kimenifanya manake kanivutia kuingia katika sanaa ya uchekeshaji. Labda unadhani changamoto za sanaa ya Zanzibar hadi inashindwa kufikia malengo wasanii wengi wa Zanzibar sawa katika maigizo, uchekeshaji, labda unadhani changamoto ni nini? Changamoto mimi naweza nikasema ni hiyo support tu, kwa sababu kwetu sisi yani Zanzibar support yani inakuwa ni ndogo sana. Sasa hususan kwa sisi ambao ndo kwanza tunafikia, manake ndo kwanza yani manake ni mtalia ambao tunakuja juu zaidi, manake sasa support yani kutokana kwa watu ndio inakuwa ni changamoto inayotukwamisha sisi yani Zanzibar kutokana kufikia hatua. Lakini kule Bongo au ni sehemu nyingine, manake zote yani ulimwenguni wana ile kawaida yani ya kubebana, lakini kwetu sisi huku mpaka yani uje uonekane inakuwa ni changamoto kubwa sana. Labda changamoto kama ipi? Kwa sababu tunaona Maumpemba anakuja anafanya vitu vikubwa, tunaona anafanya ma-event makubwa, superi anafanya ile stand up comedy yake na watu wanaitikia kwa kiasi kikubwa. Labda wewe changamoto gani ambayo unaona labda kwa upande wako wewe unaikosa? Mi nitasema tu pale kwamba support inakuwa ni ndogo kutoka kwa ndugu na jamaa. Yani support inakuwa ni ndogo kwa sababu sio kila mtu anaweza labda pengine yani akafikiria kwamba kile yani unachokifanya wewe yani kipo perfect, au unajua sometimes mtu anaweza akaangalia kitu ambacho yani unachokifanya lakini akichukulia negative. Unaona? Sasa support maana yake ni kwa watu ndio kinachomfanya mtu siku zote maana yake aonekane, sababu yani unafanya sanaa kwa ajili ya watu. Sasa yani ukikosa yani support kutoka kwa watu, basi inakuwa kidogo ni changamoto. Tunamwona wapi Falcon baada ya miaka 10? Falcon baada ya miaka 10 tukijaliwa, yani manake yani nina matarajio makubwa sana. Manake nina matarajio ya kuja yani kuwa support wale vijana ambao watanyanyukia, kwa sababu changamoto ambazo nimepitia mimi naziona na ambazo naendelea kuzipitia manake naziona. Lakini kwa miaka 10 ya baadaye sihitaji wale vijana chipukizi yani waweza ni kufikia changamoto ambazo kama mimi nilizopitia. Kwa hiyo baada ya miaka 10 nina imani kwamba sanaa yani kiupande wangu nitakuwa mtu mkubwa, na nina imani kwa vile niko na malengo thabiti, nina imani nitafika huko. Tunaona changamoto za wasanii wengi ni kwamba wanajihusisha na mapenzi katika watu ambao wanafanya nao kazi, na katika klipu zako nilifuatilia, niliona mdada mmoja ambaye mnashuti naye clip nyingi sana na zinaenda, kusema kweli yule mdada mkifanya naye clip zinaenda. So labda wewe kwa upande wenu labda mjipangaje, kwa sababu mimi naamini
ukianza kujihusisha katika swala la mahusiano, baadaye mshaanza kuachana, itakuja kuwa matatizo na kazi haitoendelea tena. Labda wewe kwa upande wako, labda kuna kipi ambacho mmejipanga kuhusu hizo? Kuhusu yani swala hilo kiupande wangu mimi kwanza katika yani upande yani wa sanaa sipendi kujihusisha na mapenzi yani moja kwa moja, maanake mtu ambaye anakuja ni kiupande wangu, basi kama ni mwanamke nafanya naye kazi tu, kwa mwingine anakuwa ni baadaye. Maanake sipendi maanake nijihusishe sana yani mapenzi na yule mtu ambaye nafanya naye kazi, kwa sababu pale kilichokutanisha mimi na yeye ni kazi. Na pia ni kwa sasa hivi yani sihitaji maanake yani ni sana katika masuala ya mapenzi, kwa sababu kutokana na changamoto nyingi ambazo zilipita kwa nyuma. Kwa hiyo sasa hivi na focus sana na kazi. Labda ni msanii gani wa Dar es Salaam ambaye ukikutana naye ukifanya naye kazi, labda kazi yako itaweza kwenda vale mbali? Mimi kwa msanii ambaye labda nikikutana naye ni Joti. Namkubali sana Joti. Labda pengine maanake nikipata nafasi ya kukutana naye mwingine naweza nikafanya naye kazi, na sababu ni msanii mkongwe, alafu ni msanii bado yani ni mkongwe, lakini maanake vitu yani anapokuja navyo maanake yani vipo kwenye training, maanake yani ni mkongwe lakini anakuja na vitu vikubwa, maanake ambavyo yani sometimes yani ukikaa ukifikiria unajua huyu jamaa kweli yani anaenda na wakati. Kabla ya kushuti clip, yani kabla ya kutengeneza content, ni kitu gani ambacho labda kikubwa unakizingatia? Kitu kikubwa ambacho nakizingatia katika content zangu kwanza ni maadili, kwa sababu sisi vijana wa Kizanzibari tumelelewa sana katika maadili. Kwa hiyo mimi kitu kikubwa sana ambacho nakiangalia ni maadili, maana sitaki katika content zangu nivunje maadili, maana nikijitahidi sana kwenda direction kwa yani maana niende yani kwenye maadili, na clip zangu mimi napenda sana nizijali sana katika maadili, masuala ya kufundisha jamii, kuelekeza jamii, kwa sababu ndio kazi ya sanaa. Labda nyinyi mpo kundi au uko wewe kama wewe? Mimi maanake tupo kikundi cha watu kama 2-3 ambacho kinaongozwa na mimi, ingawa mimi ndo mtu mkubwa ambaye ndo content creator au maanake napanga hichi na kile, lakini nipo na wenzangu ambao nashirikiana nao kwa namna moja au nyingine, kwa sababu siku zote kuna msemo yani unasema kwamba kidole kimoja hakivunji chao. So mimi nipo na wenzangu ambao tupo nao tukifanya hili na lile pale, na wao ndo wanasababisha maanake mimi leo naonekana mimi Falcon kama Falcon. Kuna wakati labda mnataka kushuti saa 7, labda wenzako wakakukwamisha wakaja saa 11 ya jioni? Hiyo ipo, na ni kwa sababu kwamba vijana au watu ambao mimi wote yani nakuwa nafanya nao kazi ni watu ambao yani wanajishughulisha. Sasa inatokezea hiyo bana, tunaambizana kwamba bana leo saa 3 tunakutana au saa 2, lakini kutokana na majukumu ya kazi inakuwa ni changamoto, lakini silichukulii kwamba ni jambo kubwa sana, kwa sababu sisi ni wasanii wadogo au ni manake ni makini. Kwa hiyo lazima yani tunafanya sana, lakini huku pia tunajihusisha na masuala ya kufanya kazi na vitu vingine kwa lengo la kujipatia riziki. Kwa hiyo siku yani kitokezea kuna mistake yote tukiambizana, mimi nakuwa naelewa na tunapanga siku nyingine na kukutana. Hivyo kwa upande wako labda unamwambia nini yule mtu ambaye anasema Zanzibar hakuna sanaa na sanaa ya Zanzibar haiwezi ikaendelea na wasanii wa Zanzibar hawezi kufanya mafanikio, hawezi kupata mafanikio wakifanya sanaa wakiwa Zanzibar? Hilo maana hizo ni fikra za mtu mwenyewe binafsi, lakini mimi nina imani kwa sasa hivi tutegemee makubwa sana, kwa sababu kuna vijana wengi na watu wengi ambao sasa hivi yani wana majina makubwa sana, Tukiangalia Mr. Super, tukiangalia na watu wengi yani manake yani hata Mwampemba tunafahamu yani, na wasanii wengi yani ambao yani wana mafanikio kupitia sanaa, manake sanaa ndio inaonyanyua, tunafahamu. Kwa hiyo mafanikio yapo hata kama ni machache, lakini mimi yani ninaamini kwamba kadri ya siku zinavyozidi kwenda mbele ndo mabadiliko yani yanazidi kuwa yani mazuri. Kwa hiyo yani tusubirie tu mazuri ambayo yani yanakuja mbele. Labda ulitamani japo siku moja uje kufanya kazi na Super? Ningetamani, sio Super tu, msanii yote mimi niko tayari kufanya kazi yote tu, yule ambaye atakuwa na moyo au atakuwa na nini, mimi niko tayari kufanya kazi. Yani msanii yoyote, mimi sichagui, sibagui. Yani mtu yote yule ambaye yuko tayari kufanya kazi na mimi niko tayari kufanya kazi.
Jamani, kama tulivyokuwa tunamsikia, anaitwa Falcon 790, au sio? Ni mchekeshaji ambaye anafanya vizuri, na unaweza ukaenda katika akaunti zake za Instagram, TikTok, kule YouTube ukaandika Falcon 79, utakuwa umetisha kinoma noma. Labda je, kitu ambacho cha kumalizia au kwa mashabiki zako unawaahidi kitu gani, labda kuelekea mwaka 2026, 2025 ndo tunaiacha sasa hivi, tunaenda mwezi wa 10 huu, tunamaliza mwaka. Labda wewe mwakani, labda kuna kitu gani ambacho kipya au mafanikio gani, maunde gani ambayo yanakuja mapya? Cha kwanza niwaambie ni mashabiki zangu wasubirie mazuri ambayo yanakuja kutoka kwetu, kwa sababu mimi na imani kwamba changamoto hizi ndogo ndogo za vifaa na vitu vingine vinaenda kukaa sawa punde si punde. Kwa hiyo wasubirie mazuri tu na siache kunisupport na kunisupport, kwa sababu wao ndo wananifanya mimi leo Falcon na kuwa kama Falcon. Kwa hiyo watarajie mazuri sana kutoka kwetu. Yani kadri ya siku zinavyozidi kwenda mbele, mimi nina imani kwamba tunakuwa kidogo kidogo, na nina imani support yao ndio itakayofanya sisi tufika tunapotaka, ni shirika ni sisi na wao. Usiache kufollow, kulike pia kwenye page yangu na kupitia vitu ambavyo na post, kwa sababu bila ya wao maana mimi leo nisingekuwa Falcon kama Falcon. Na pia niwashukuru tu marafiki zangu, kaka zangu, niwashukuru pia watu zangu manake ni wa karibu. Kuna mshikaji mmoja anaitwa Mudathir, manake bila ya brother manake kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinafeli kwangu na vingi, lakini yani ile support yake pia ndio inanifanya mimi leo nakuwa Falcon kama Falcon. Nimshukuru jamaa mmoja hivi anaitwa General, alafu nimshukuru mshikaji mwingine anaitwa Mr. Lawi pia, na nimshukuru pia mtu mwingine anaitwa Mr. Mansuri. Yani bila yao watu hawa basi leo manake mimi nisingekuwa Falcon kama Falcon. So wao manake support yao wao ndio inapelekea mimi yani kuweza kufanya hizi content vizuri na kuweza kufanya kazi vizuri. So niwashukuru sana. Asante sana ndugu yangu kwa muda wako. Mimi naitwa Public 40 bwana. Tumemsikia Falcon, na kama wewe una support vipaji basi unaweza ukaenda katika account yake ya TikTok pale ukaandika Falcon 79, utakuwa umetisha kinoma noma. So tukamsupport kama alivyotaja na crew yake mzima, na utakuwa umesupport vipaji vyetu vya Zanzibar. Mimi naitwa Public 40, 40 ndo kodi ya mtaa. Nyuma kamera ni mshikaji ambaye anaitwa Kani Love. Hii ni Maisha 360. Tukutane tena katika vipindi vijavyo. Thank you.